Movie inaanza tunamwona kuna mchizi ambaye anaitwa Desmond. Huyu mchizi bwana muda huu anaongea na simu za biashara, lakini inaonekana kwamba kuna mambo ambayo hayajakaa sawa na yameharibika huko kazini. Sasa kawa anafoka sana mpaka kuna muda akawa anajishika kifua chake kwa sababu inaonekana kwamba ana matatizo ya moyo. Sasa alizidi kuongea na dakika mwisho akajikuta ameanguka na amezimia, na bahati nzuri alikuwa haishi peke yake, alikuwa anaishi na mfanyakazi. Kwa hiyo mfanyakazi aliomba msaada na Desmond akaweza kupelekwa hospitali. Sasa baada ya kuamka Desmond akakutana na daktari, na daktari akamshauri kwamba atafute mtu ambaye ataweza kumpa furaha, atafute mtu ambaye atakuwa akiwa naye anaenjoy. Sasa Desmond, mtu ambaye anaweza kumpa furaha hayupo, kwa sababu yeye muda wote yuko busy na kazi na amefocus na kazi. Sasa unaonekana kwamba huyu jamaa kuna vitu ambavyo vilimtokea huko nyuma, lakini hana furaha na hana watu wengi wa karibu, kwa hiyo iko kitu ndo kinamuumiza. Sasa unajua kumuona siku nyingine yupo ofisini, yupo na rafiki yake ambaye anaitwa Mark. Sasa Mark kama kawaida akamwambia kwamba atafute mtu ambaye ataweza kumpa furaha, ayasahau yote alomkuta huko nyuma. Desmond akamwambia Mark, kwa hiyo mwanangu, nataka niwe nacheka, lakini Mark akamwambia kwamba hutakiwi kucheka, furaha yako inatakiwa itokee moyoni. Wewe huna furaha, wewe unaonyeshaga tu tabasamu la uongo, huna furaha. Kwa hiyo unatakiwa utafute mtu ambaye atakufanya uweze kufurahi kutoka moyoni, ama tafuta kitu cha kufanya ambacho kitakufanya ufurahi. Lakini Desmond anaona kama anachoshauriwa ni ujinga tu, kwa sababu yeye anaona yuko busy, atafute tena furaha kutoka moyoni, anaona kama kupoteza muda tu. Kwa wale maneno akayapuuzia tu. Sasa mzigo unaje kututupa tena kwa mama chanja wa Nigeria. Huyu bwana, huyu dada anaitwa Sarah na anaishi na mchumba wake ambaye anaitwa Dominic. Sasa bwana, Dominic ni jobless. Sasa Sarah na yeye ni comedian, kwa hiyo huaga na vishow vyake vya mtaani, anakusanya watoto wake, anakusanya na baadhi ya wamama, anawapigisha story kisha anamlipa. Sasa zile pesa ambazo zote analipwa kutokana na hiyo show zake za comedy, Dominic zote anazichukua kisha anaenda kuchezea kamari. Bora hata kama alizania angekuwa anakula, yani analiwa kila siku. Sasa inafika majira ya jioni, tunamwona Sarah ama mama chanja wa Nigeria akiwa na mawazo sana, hana hela. Sasa Dominic naye anatoka zake kwenye misele yake, anamwambia eti Sarah nataka msosi, na hela zote alichukua yeye. Sasa Sarah kama muelewi hela gani unazozitaka mzee, lakini mchizi akangania kwamba Sarah pesa anazo, kwa hiyo ampatie akale, lakini Sarah kagoma, akasema kwamba yeye hana pesa. Sasa Dominic baada ya kuona dada amegoma, ilibidi aanze kumchapa. Sasa alimdunda kinomani ili mradi tu apewe pesa, lakini hakuambulia chochote kwa sababu Sarah mwenyewe hakula muda huo wala hakuwa na pesa. Sasa kabla tujaendelea, kwani tayari ushabonyeza neno subscribe, na kama bado bonyeza neno subscribe lilokuwa chini ya video hii, na usahau ku like video hii na kutuachia maoni yako kwenye comment section. Mimi ni Taimaron na hii ni Verox Story. Sasa tunaendelea. Baada ya Sarah kupata kile kipigo kizito, rafiki yake Annie akaja kumtuliza na akaja kumwambia kwamba ni bora tuachane na Dominic kwa sababu pesa anazozipata zinatosha kabisa kuanzisha maisha yake, lakini Sarah alikataa. Hivi ngoja kwanza, uongeza kumng'ania mtu ambaye anachukua pesa zako na kukupiga na bado ukaendelea kumpenda? Hebu niandike kwenye comment section mdada kama ungeweza kumvumilia mtu kama huyo. Movie inaje kututupa tena mtaani, tunaje kuona Mercedes Benz GLE ikiwa mtaani na ikiwa imezingua, na hii chuma bwana ilikuwa Desmond. Sasa Desmond pale baada ya kuona gari imezingua ilibidi ampigie fundi wake, lakini fundi akawa amechelewa. Sasa ilibidi aanze kuzunguka ili aone kama anaweza kupata garage karibu na hapa. Muda huo wote mama chanja naye alikuwa ameshakusanya kijiji chake, akawa anakisimulia stori za uongo. Sasa alikuwa amekusanya watoto na mama, kwa hiyo alikuwa anafurahi kinoma. Sasa muda huo akawa anakusanyia na maokoto yake mapema kabisa, sija akafa na njaa. Sasa muda ambao alikuwa anakusanya maokoto, watoto wafurahi na stori zake, muda huo ndo Desmond naye alikuwa anapita mitaa hiyo. Kwa hiyo akawa amemuona mama chanja akiwa anatoa stori za uongo na watu wanafurahi. Kwa hiyo akazani tu kwamba akimpata na yeye ataweza kuwa na furaha kama hao watu wanaofurahi hapo. Sasa akazunguka na kisha akarudi na akamkuta pale mama chanja akiwa anaongea na simu. Ilibidi amuite ili wazungumze, na kweli bwana mama chanja akamfuata na akawa anaongea kama kawaida. Mchizi yuko serious kinoma, akamwambia kwa hiyo ni comedian. Bidada akaweza kuchekesha, akamwambia kwamba nahitaji uje ofisini kwangu. Kwa hiyo akampa business card yake ili awasiliane na aende ofisini kwake ili wakazungumze. Jamaa alikuwa hana maneno mengi, mambo alikuwa robo tu. Kwa hiyo baada ya kumpa business card yake akapita hivi. Sasa baada tunaje kumuona mama chanja akiwa ameenda kwa Annie ili pesa alizozipata azigawanye nusu kwa nusu. Nusu itobaki kwa Annie itakuwa kama akiba, na nusu ambayo ataenda nayo nyumbani anajua tu Dominic lazima ataichukua tu, kwa hiyo ameacha kule kama akiba. Sasa upande wa pili tunaje kumuona Desmond akiwa na Mark, muda huo akawa anakula, lakini Desmond akawa kama anasubiri simu ya mtu hivi, yani muda wote anacheki simu kama kuna mtu kamtafuta. Sasa Mark ilibidi amuulize kama kuna tatizo, lakini jamaa akamwambia kwamba hakuna tatizo lolote na akaendelea kula. Ila kiukweli Desmond anaisubiri simu ya mama chanja ili ampigie ili wazungumze swala lake la kumfurahisha, lakini huwezi kuamini kwamba mama chanja akupiga kabisa simu siku hiyo, akaja kumpigia siku nyingine
nyingine saa 7 usiku. Desmond akamwashia moto sana, kwa sababu haiwezekani anampigia mtu saa 7 ya usiku, mtu kashajichokea. Kwa hiyo alimwashia moto sana, afu kisha akakata simu. Sasa asubuhi na mapema sana tunamwona Desmond akiwa yupo ofisini kwake. Sasa akiwa anaendelea na shughuli zake, akaja secretary. Sasa akaja pale akamwambia kwamba kuna mgeni wake amekuja. Sasa Desmond akawa mwelewi ni nani, lakini akaelekezwa kwamba ni mwanamke. Sasa Desmond akamruhusu apite aje waongee. Sasa kumbe alikuja bwana alikuwa ni Mama Chanja ama Sara. Sara amekuja kuripoti sasa kwa Mchizi mradi wazungumzie sasa hiyo biashara ambayo walitaka kuizungumzia. Sasa Mchizi akamwambia kwanza kaa ili wazungumze vizuri, kwa sababu kwanza hapo ana kisirani chake cha hatari. Alisubiri simu ya bidada alafu haikupigwa. Desmond akamwashia moto sana, kwa sababu amempa business card yake muda mrefu alafu hajampigia. Sasa Mama Chanja akawa anajitetea pale ili aweze tu kupotezea ile mada, lakini jamaa alikuwa anamchola huyo, lakini akamwambia nenda kwenye point. Mchizi akaamua tu ampotezee, kisha akaamua aende kwenye point. Akamwambia kwamba anahitaji amfanye afurahi, yani Mama Chanja alikuwa amchekeshe huyu Desmond mpaka afurahi, na akiweza ndani ya wiki moja anampa milioni 2 naira. Ni pesa nyingi sana pale Nigeria. Sasa baada ya Desmond kumwambia hivyo, Mama Chanja alicheka kinoma, yani alicheka muda huo, yani anacheka. Desmond kaikawa mbuzi tu, yani hacheki na yoyote, ni kanuna balaa. Lakini bidada ni alicheka, yani alishangaa kwanza, maskini kama yeye apewe milioni 2 amchekeshe mtu ndani ya wiki moja tu. Yani alifurahi kwanza, kwa sababu kwanza alihisi kama jamaa anamtania. Hebu fikiria, mfano Diamond anakuita nyumbani kwake, anakuambia mpige story tu ndani ya wiki moja alafu akulipe milioni 500. Kitu cha kwanza tunafikiria utahisi kama Diamond anakutania, hutoamini kwa haraka. Sasa Mama Chanja naye ndo ameshindwa kuamini, kama na voice hauamini wewe kwamba ukaenda kwa Diamond ukakaa ndani ya wiki moja ukatia story hawezi kulipa pesa nyingi kiasi hiki. Sasa ndo maana Mama Chanja amefurahi sana kwa akiamini kwamba jamaa anamfanyia jokes. Sasa Mama Chanja baada ya kutoka pale akaenda kumshtua rafiki yake, yani akamwambia kwamba huo mchongo aliopata ni hatari, amepata mchongo wa milioni 2 naira. Sasa haelewi kama afanye au asifanye, anaogopa Dominic anaweza asikubali. Yani japokuwa Dominic hana pesa, yeye ndo anamfanyia kila kitu, lakini bado anamheshimu tu kama mchumba wake. Kwa hiyo hawezi kufanya kitu bila kumshirikisha wala kumwambia. Sasa Ani akawa anashangaa sana, yani sio Ani tu, hata mimi nashangaa Mama Chanja anazaje kufikiria kitu cha kijinga namna hii, lakini ni upendo bwana. Sasa Ani akamwambia kwamba hata Dominic akikataa akubali, yeye huaga anampaga nini, hamna chochote anachompa, kwa ni vyema tu akapige kazi apate pesa. Sasa majira usiku Dominic akiwa amelala, Mama Chanja akawa anafikiria jinsi ya kumwambia Dominic kwamba amepata mchongo wa milioni 2. Sasa akajikaza sana, mwisho akamwambia kwamba amepata mchongo wa milioni 2, anatakiwa akamchekeshe mtu. Sasa kwanza Dominic alikuwa anaongea kwa usingizi wote ukakata, huyu jamaa anapenda pesa kinoma. Sasa Sara akamwambia Dominic kwamba baada ya kupata hizo pesa yeye anafikiria wangefanyia nini ili pesa hizo ziweze kuzalisha pesa nyingine wabadilishe maisha yao. Lakini sikiliza mawazo ya Dominic yalivyokuwa ya kishenzi. Dominic akasema tukipata milioni 2, milioni 1 tunatafuta odds zetu 5 tu, kwanza tutakuwa tushapata pesa nyingi zaidi, kisha milioni nyingine tutatafuta kabiashara kingine tufanye. Yani jamaa mawazo yake ni kubeti tu. Hivi hapa Tanzania huyu jamaa tumlinganishe na nani? Hebu niandike kwenye comment section, huyu jamaa anafanana na nani issue za kubeti. Kitu cha kushangaza kabisa, huwezi kuamini Mama Chanja alikubali na akampigia Desmond kwamba amekubali kufanya kazi. Sasa ukisikia mapenzi upofu, huyu ni kiziwi kabisa, yani kachanganya upofu na ukiziwi hapo, yani amekubali. Sasa ishi kwamba lazima aende kule kwenye nyumba ya Desmond, kwa sababu hawezi kwenda akawa anarudi nyumbani, yani anaenda kazini na kurudi. Lazima Desmond akitaka kucheka usiku, dada afanye kazi ya kumchekesha, akitaka kucheka asubuhi, kazi yake ndio hiyo, ndo maana analipwa milioni 2 naira. Kwa kuwa Dominic anapenda sana maokoto, hakuwa anabudi kukubali tu, kwa sababu anahitaji sana hizo pesa atengeneze hata kajamvi. Sasa Mama Chanja wa Nigeria aliambiwa wahi, kwa sababu Desmond kuna mahali anataka kwenda naye. Sasa akafika amechelewa kishenzi. Desmond akawa amemind tena, yani anaona huyu dada ni pasua kichwa tu. Sasa alikuja na mizigo yake, kwa hiyo mizigo ilibidi aachiwe mlinzi na mlinzi alipeleka ndani. Sasa bidada alipoenda kupanda ile Mercedes kawa anafurahi kinoma. Sasa ndo akaipiga bwana. Jamaa akatoka akaambia kama akirudia kupiga hiyo gari akaapa lazima atakipasua kichwa chake na yeye, kwa sababu hiyo gari ni expensive sana. Kweli bwana, gari katoka. Sasa wakiwa njiani bidada akatoa kioo ili awe anajichekecheki pale. Sasa alipokuwa anarudisha tu, jamaa paka akamkumbusha, nimekwambia hii gari ni expensive sana, huwezi kuimudu, kwa hiyo naomba upunguze maneno uongeze adabu kwenye hii gari. Sasa alipokuwa anaongea Desmond akamwambia pick me, hakumaanisha apigwe, ila alichomaanisha kwamba bidada amfanye afurahi. Sasa bidada baada ya kumfanya afurahi, yeye akamramba kibao. Desmond akaona kabisa huyu dada hayuko sawa. Sasa baada ya kumwelekeza kwamba nini afanye, bidada ndo akaanza kumpiga
panchi zile za kuchekesha. Sasa akaanza kumwambia kwamba kuna siku aliteleza akaanguka, bibi yake kuna siku alivuta bangi akaanza kukimbia bila mwelekeo. Yani stori za kijinga tu ambazo haziwezi kumfurahisha. Yani kwa mtu ambaye kama Desmond haziwezi kumfurahisha, anaweza akahisi kama unamletea mchezo na hela yake. Sasa hii safari yote ilikuwa ni kwenda kwa Mike ili Mike naye akajionee vibweka. Sasa wakiwa wametulia pale, mchekeshaji Mama Chanja ndo akatokea sasa ili aje awape punch watu wa enjoy. Sasa alipotokea tu kwa Desmond kisilani kilimpanda kishenzi yani. Mike mdarua ana mbavu kwa sababu dada ni mizinguo kinoma yani. Sasa Desmond kapata kisilani cha kufa mtu yani haelewi atuchekeshwa ni nini. Sasa Desmond ilibidi amuulize kwa sababu alishindwa kabisa kumvumilia, akamwambia hii ni nini? Mbona sikuelewa tukifanya? Una rap, unaimba, unaongea. Yaani dada anafanya vitu ambavyo wewe tu kwa kawaida tu huwezi kumuelewa. Sasa jamaa akaanza kumfokea pale. Sasa anataka kumfokea akagundua kwamba Mama Chanja wa Nigeria kavaa suruali yake. Kwa hiyo jamaa akapanic mara mbili. Cha kwanza dada amfurahishi, cha pili amevaa suruali yake. Sasa jamaa baada ya kumuona hamuelewi Mama Chanja wa Nigeria ibidi amtimue tu pale. Sasa Maki anajionea vibweka tu. Mzigo unaje kututupa tena mbele, tunaja kumuona Dominic akiwa na Annie rafiki wa Sarah ama Mama Chanja wa Nigeria wanazinguana kinoma kwa sababu Sarah apokei simu za Dominic kwa sababu Dominic anavompigia Sarah lengo lake lote anataka maokoto tu, na muda huo Sarah anapitia wakati mgumu sana kumfurahisha bosi wake. Sasa Dominic anaamini kwamba Annie anapafahamu sehemu ambapo Sarah anafanyia kazi ama Mama Chanja wa Nigeria. Kikweli Annie anafahamu lakini hataki kumwambia Dominic kwa sababu Dominic akiambiwa ataenda kumfanyia mzee vurugu katika kibarua chake na kibarua kitaweza kuota nyasi. Dominic baada ya kuona kwamba apewe information yote akaamua kuondoka huku anatoa matusi hatari kwa sababu ana shida na maokoto. Sasa tunarudi kwa Mama Chanja. Mama Chanja akipata hata watu wawili tu lazima alishe stori zake za uongo. Kwa akaanza kumdanganya mlinzi na house girl. Akaanza kuwapa stori za uongo. Yaani huyu ni muongo huyu dada, lakini watu ni wanafurahi kinoma stori zake kwa sababu zina vibe kinoma. Sasa kumbe muda wote huo ambao wanatia stori, kumbe Desmond anawasikia bwana. Sasa akaamua kutoka nje. Alafu akaanza kuwaambia, hivi nyie wajinga mnanisaje kikao cha kipumbavu na mnacheka cheka kama wajinga. Sasa ilibidi tu house girl amwambie kwamba Sarah Mama Chanja Nigeria ni ana vituko kinoma, anatuchekesha sana. Sasa naye akaonekana ni mjinga vile vile kwa sababu yeye havioni hivyo vituko. Mlinzi naye katia neno kwamba Mama Chanja Nigeria ni talented sana, yani ni ana kipaji cha kuchekesha na ndio maana wanafurahi. Sasa muda huo Desmond kasha mind atamani atamlambe kibao, lakini sasa kwenye utani wao bwana wakaenda kumtekenya Desmond akawa mind yao. Kwa kuwa Desmond amemind Sarah au Mama Chanja wa Nigeria akaenda kumtekenya mlinzi. Sasa mlinzi alikuwa anatekenywa anavocheka kama anapigwa shot hivi, yani ana vibrate tu. Desmond akamua mlambe kibao kwanza huyu mlinzi kwa sababu ana mawenge kinoma. Sasa watu ndio kuamini kwamba boss ka mind kweli. Kwa hiyo kila mmoja akarudi katika kazi yake. Mlinzi akarudi getini na house girl akarudi ndani. Sasa mchekeshaji ndio kazi ipo kwake. Sasa tunaje kumuona tena Annie akiwa amekuja kumtembelea Mama Chanja Nigeria. Sasa Mama Chanja akamwambia kwamba katika kazi ngumu aliwahi kuifanya, hii ndio kazi ngumu ya kumchekesha mtu ambaye amekasirika na hahitaji kucheka. Lakini Annie alimpa moyo na akamwambia kwamba aendelee kupambana na ataweza kuwa hizo milioni 2 naira. Sasa baadaye Desmond akabidi amuite akamwambia kwamba hivi unajua kwamba huna faida kwa sababu unashindwa kabisa kumchekesha mimi. Muda huo Maki anacheki tu mchezo, yani anajionea vibweka kwa watu wawili. Sasa Desmond analalamika sana kisha akamwambia kwamba wiki itapokuisha tu na sijacheka na hakikisha kwamba unaondoka. Sasa muda huo bwana na Dominic Nendo amekuja bwana. Sasa anamzingua mlinzi. Dominic anataka kuingia akutane na mpenzi wake lakini mlinzi amruhusu kuingia kwa sababu hafahamiki. Sasa Mama Chanja akawa anatoka nje. Sasa kutoka nje akutana uso kwa uso na Dominic. Ilibidi arudi ndani akawa anapiga kelele kwa sababu anamuogopa Dominic balaa. Sasa alipoingia ndani huko anapiga kelele, Desmond anamwambia kwamba atoke akamalizana na mtu wake kwa sababu yeye hataki balaa. Sasa bidada ametoka nje hivi, jamaa naye akaingia. Sasa jamaa tukitaka ni pesa. Sasa bidada akamwambia kwamba hajalipwa mpaka sasa hivi, lakini jamaa akamwambia anahitaji pesa, kama vipi alipwe yeye apewe pesa. Sasa bidada akamwambia kwamba ajaribu kutuliza kwa sababu jamaa alikuwa anafoka sana na kelele anaweza kazisikia bosi afu kaja kuwa mzozo. Sasa Sarah ama Mama Chanja wa Nigeria alivozidi kumtuliza Dominic, lakini Dominic haelewi. Dominic akamsukuma bwana Mama Chanja imradi tu apewe pesa. Sasa Mama Chanja akaona kama hii dharau, anaona kama anamlea vibaya huyu mzee. Kwa hiyo akamsukuma na kisha akaanza kumdunda. Sasa akiwa anadundana pale, Mark na Desmond wakawa wametoka. Sasa baada ya kukuta ile paka Desmond mwenyewe alicheka. Hebu just imagine vituko vile vinatokea hapo. Mtoto wa kiume kabisa anadundwa na mwanamke, alafu jamaa anapiga kelele yani kama boya fulani hivi. Sasa iko kitu kinafurahisha sana Mark na Desmond. Sasa Desmond alicheka mpaka akaanza kulia. Yani hapa kitu ambacho kinatokea kwamba akawa anatoa machungu yote aliyokuwa moyoni kwake. Hatujui machungu
uchungu gani kumbuka, lakini tutaje kuyajua. Sasa mchizi alicheka sana mpaka akalia. Sasa baada ya kulia, baada ya Dominic na Sarah au mama chanja wa Nigeria kufukuzana pale na Dominic kuamua kuondoka, na Desmond naye akaamua zake kuingia ndani huku analia. Sasa Desmond baada ya kuingia ndani alienda kujifungia chumbani kwake, akawa analia sana. Sasa Mark alienda ili afunguliwe, lakini Desmond hakuweza kumfungulia mlango na akaendelea zake kulia. Sasa baada ya kukaa muda mrefu kidogo na yeye alikuwa amejifungia chumbani, Mark kuna kazi ambazo alitakiwa kwenda kuzifanya ofisini, kwa hiyo ilimlazimu aondoke na amwache Desmond na Sarah. Sasa yeye akaondoka na Sarah akabaki ili kumtazama Desmond. Sasa baadaye Sarah alimpelekea chakula Desmond ili aweze kula, lakini alimkuta analia sana kwa sababu alikuwa analia, anaonekana na machungu bado, lakini hakutaka kuongea naye sana kwa sababu mtu kama huyo inabidi umwache kwanza atoe machungu yake kisha atakaa sawa. Na kweli bwana, baada ya muda kidogo tunamwona Desmond akatoka chumbani kwake na akamkuta Sarah amekaa zake sebreni ana mawazo kinoma, lakini ndio kurudishwa nyuma, na hapa ndo Desmond anampa story Sarah jinsi ilivyotokea mpaka yeye akawa na hali ile. Sasa kumbe Desmond bwana alikuwa na story ya kuhuzunisha sana. Alikuwa na mpenzi wake ambaye alikuwa ana mimba yake. Sasa hiyo siku Desmond bwana aliweza kumpigia mpenzi wake ili kumjulia hali, na kwa sababu zilikuwa siku za karibuni kujifungua. Sasa akiwa anapika, yule mpenzi wake alilipukiwa na gesi na akafariki hapo hapo. Sasa baada ya kusimuliwa na machanja wa Nigeria, yeye mwenyewe iko kitu ilimgusa sana kwa sababu jamaa kumbe alikuwa anapitia mengi magumu, na ndio maana alikuwa katika hali ile ya kutokuwa na furaha. Sasa akaanza kupiga story vizuri na mama chanja wa Nigeria, wakaanza kupatana sasa, na kuna muda akawa yupo zake chumbani anawaza, lakini akawa anakumbuka moment kadhaa ambazo Sarah ama mama chanja wa Nigeria azokuwa anazifanya. Kwa hiyo akajikuta anaanza kufurahi zile moment na zikaanza kumchekesha, tofauti na mwanzo ambazo zilikuwa zinamkera kabisa. Sasa akaamua kwanza aende hospitali ili akaangalia hali yake. Sasa alipopimwa swala lake la moyo akagundulika kwamba sasa hivi swala lake lile lote limeisha na haumwe tena, hatopata tena maumivu ya sehemu ya kifua ama kwenye moyo, na akaambiwa kwamba aendelee kuwa na furaha na asijipe msongo wa mawazo sana, kwa sababu anaweza akajirudisha tena katika hali yake ya kuumwa. Sasa mambo yakaanza kuwa mazuri na mama chanja wa Nigeria akawa anamletea chakula ofisini. Mchizi akaanza kuwa mcheshi, akaanza kuwa mtu wa kawaida kabisa na mtu mwenye furaha kama watu wengine. Baada ya mchizi kutoka ofisini, akamrudisha Sarah kwake, ama mama chanja wa Nigeria akarudishwa kwao kwa sababu siku ambazo walipangiana kukaa kule zimeshaisha. Kwa hiyo jamaa akaanza kuwa mtu poa sana. Kwa hiyo Desmond akamwacha Sarah kwake na yeye kisha akaamua kuondoka, japokuwa ilimuuma kwa sababu alishaanza kumzoea Sarah na kwa sababu alikuwa anampa furaha sana. Sasa mama chanja anapoingia ndani tu anakutana na Dominic. Dominic anafika hata amuulizi hali yake, amuulizi chochote. Yeye anaambia bora umerudi, pesa ziko wapi? Yeye anajali kuhusu pesa tu, hajali kuhusu chochote. Bidada akaanza kumwambia pesa ipi ambayo unaitaka mzee? Wakaanza kugombana. Sasa Dominic anataka pesa, muda huo dada anataka kutoa pesa. Sasa Dominic akaanza kuhangaika naye. Sarah kuja na begi. Kwa hiyo Dominic akajua tu 100% kwamba pesa zipo mule kwenye begi. Kwa hiyo bidada akawa amegoma kutoa pesa. Sasa Dominic alikuwa anakatakata chungwa pale, akachukua kisu kisha akamchoma Sarah. Sasa Sarah akawa ameanguka na Dominic akachukua lile begi akizani kuna pesa. Dominic baada ya kumchoma kisu Sarah akaamua kukimbia kwa sababu ashaona huu ushakuwa msara. Kwa akachukua begi ambalo alizani kuna pesa kisha akakimbia. Sasa baada ya muda kidogo akatokea rafiki yake Annie ambaye muda wote uaga yuko naye. Sasa akaja kumkuta Sarah yupo chini na ameanguka. Kumwangalia vizuri akagundua kwamba amechomwa na kisu. Kwa hiyo akafanya jitihada zote kwanza ampigie Desmond. Muda huo Desmond yuko na Mark. Kwa hiyo baada ya kupata ile taarifa ilibidi wawahi chap ili waweze kumpeleka hospitali, na walifanikiwa akampeleka chap sana hospitali na aliweza kupata huduma na akatolewa katika hatari na akawa salama. Sasa Desmond akawa anakaa hospitali mpaka nala hapo pembeni ya mgonjwa. Sasa leo bwana Sarah ama mama chanja wa Nigeria ndo akawa ameamka bwana. Sasa ameamka anashangaa Desmond yuko pembeni yake na alikuwa anamsubiri kwa hamu sana. Jamaa baada ya kugundua kwamba Sarah ameamka aliweza kufurahi sana na akampa pole. Sasa pale wakaenda kumuita daktari na kisha akaruhusiwa arudi nyumbani. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi Sarah atakuwa anaishi kwa Desmond. Na baada ya kufika nyumbani bwana, Desmond akapewa taarifa na Mark kwamba polisi wameshamkamata Dominic. Sasa muda huu bwana tunamuona Sarah akiwa na rafiki yake Annie wakiwa wameingia chumbani kwake. Sasa Annie akawa anashangaa bedi ambalo atakuwa analitumia Sarah ni bonge la bedi, bonge la chumba, ni room nzuri kinoma. Kwa hiyo Annie akawa anashangaa tu kwamba mwenzie kashabadilisha maisha na kashitoka kwenye maskini. Muda wa kula Sarah analishwa na Dominic, yani jamaa anamdekeza bidada ya kinoma, ni sijui kashaanza kumuelewa. Anyway tuachane na hayo, lakini wanaishi kwa upendo sana hao wawili. Sasa zinapita siku kadhaa tunamuona Sarah akiwa amepona na muda huu kuna Desmond wako mezani wanakula na wanafurahi kinoma, ni kila story inapanda, kila story
story inafurahisha. Kwa hiyo ndio unakuwa mwisho wa mzigo huu. Usahau kubonyeza subscribe, usahau ku like video hii, usahau ku comment hapo kwenye comment section huu mzigo umeuonaje na tuongeze nini katika recap zetu.